na kikosi chake kwa huyu jamaa. Huyu hapa jamaa ndo nguli wa matukio ya ubakaji ambao anaenda kwa jina la Eriga. Anamwambia karibu rafiki yangu. Akamwambia huyu ndo kiongozi wa matukio ya ubakaji ambao yanaendelea katika kijiji hichi. Wewe ndo na gengi lako, kazi yako ni kuwabaka wasichana wadogo, kuwazalisha. Yaani wewe ndo unafanya matukio hayo ambayo sio mazuri kabisa katika kijiji hichi. Afu upo huru unatembea huku na kule. Basi huyu jamaa Eriga akawa amemwambia unakuja hapa unipigia kelele, una watushahidi wowote, yaani uko kama hao wengine. Movie inaanza, tunaona watu wakiwa wanatembea kwenye reli. Baada ya hapo kuna sauti ya mwanamke ambayo inasikika ikiwa inasema ni kwa muda mrefu sana wanawake wakiwa wanabakwa katika kijiji hichi. Sauti hiyo ya msichana ikiwa inaendelea ikisema matukio ya kikatili inazidi ya ubakaji hadi kanisani mbele za Mungu. Ujamaa akiwa anaendelea anafanya vitu ambavyo sio sahihi. Ujamaa huyo hapa anaitwa Eriga ambaye ndio mkuu wa ubakaji na ambaye akiwa anaendelea kufanya madhambi ambayo sio mazuri. Sauti hiyo kana endelea akasema katika kijiji hichi hata wakina mama hawajiwezi kutetea chochote wala kwa lolote. Wakina baba wakiwa wanabaka watoto wao wa kike na wamama wapo tu wanatizama kwa sababu hawana nguvu yote wala hana usemi. Hata maticha pindi watoto wakipo shuleni hapo ni mtoto na mwalimu wake, lakini mwalimu anamfungia na kumfanyia matukio ambayo sio sahihi. Msichana anaitwa Dorcas ndo mbele anaongea mwanzoni mwa movie. Hapa alikuwa akimjaribu kumsii ule mkuu wa majeshi aweze kuwasaidia, lakini mkuu wa majeshi akamwambia rudi nyumbani. Basi Dorcas akawa anazidi kumsii. Basi tunaona hapa ni asubuhi. Dorcas hajachoka basi kwa jitihada zake alizokuwa anazifanya. Wao anamwambia, "Oya unafanya nini hapo? Wewe vipi? Mbona unatuzuia? Mbona unazuia msafara?" Akasema, "Mwangalie hapa ni binti ambaye ana miaka 16. Ana miaka 16 lakini tayari ameshabakwa na watoto." Huyu hapa naye pia anaitwa Rashida. Ana miaka 15 lakini anabakwa. Hayo matukio hapa kijijini kwetu tumeshachoka. Na huyo hapa miaka 15 lakini tayari ana ukimwi. Jaribu kutazama kwanza hili. Hii yote ni matukio ya ubakaji ambao unaendelea hapa kijijini kwetu. Captain akawa anashuka na mwambia Dorcas, "Maana yake nini hichi? Vipi? Mbona unatusumbua? Una kaka, una wazazi? Una wazazi ambao wanaweza kusimamia hili na hili tatizo liweze kuisha." Basi Dorcas akamwambia, "Amna, wenyewe wanaogopa kabisa yani kwa sababu wenyewe wakijaribu kutetea watakufa. Ndio maana tunakuomba utusaidie." Baadaye Captain alivyorudi basi akawa anamuita hapa msaidizi wake. Akawa anamwambia, "Nahitaji majina ya watu wote ambao wanahusika na matukio ya ubakaji hapa kijijini. Majina yao uyatafute kwa haraka sana ili tuweze kufanya uchunguzi kuhusu swala hili." Basi msaidizi wake akawa anamwambia, "Issue ambayo tuleta hapa sio hiyo. Sisi tuna issue nyingine mkuu. Kwa hiyo inabidi tufanye hicho ambacho kilichotuleta." Basi mkuu akamwambia, "Vipi? Unataka kujaribu order ambayo nakupatia? Unahoji order ambayo nakupatia?" Basi huyu msaidizi wake akawa anamwambia kwamba katika hii kijiji kuna matukio ambayo sio sahihi yanaendelea. Eriga toka alivyokuja hapa yani yeye kazi yake ni kubaka. Ameshabaka zaidi ya wanawake 100 na matukio ambayo sio sahihi anaendelea kuyafanya. Kwa hiyo Eriga ana nguvu sana kutuzidi sisi. Hatuwezi tukafuatilia mtu ambaye yuko juu ya sheria. Basi Captain akamwambia, "Unasemaje? Mtu ambaye yuko juu ya sheria? Wewe unajui nini kinachoendelea hapa? Wananchi ambao wanaokaa hapa na kwenye kijiji hapa wanateseka." Kwa hiyo inabidi tufuatilie hiyo issue haraka sana ili tuweze kujua nini ambacho tutakazoweza kufanya. Kapteni Chege akawa anazidi kumuelewesha msaidizi wake. Akawa anamwambia, "Vipi? Hivi kirudi nyumbani kwako unakuta mwanao wa kike anabakwa. Hivi utajisikiaje? Unaongea hivyo kwa sababu alikuhusu, kwa sababu wewe hajawahi kutokea." Basi baadaye kapteni akawa amekaa hapo akamwambia inabidi tufuatilie hiyo issue. Baadaye siku Dorcas alikuwa ameenda kumuona Kapteni Chege. Kapteni Chege anamwambia saa hizi ni usiku afu kuna hatari. Basi Dorcas akamwambia katika kijiji hakuna sehemu ambayo kuna usalama. Vipi unaongea Kiingereza kizuri? Akasema ndio. Sasa vipi nakuaje, mbona ukoongea muda wote? Akamwambia mimi ni graduate wa shule ya msingi nimemaliza. Kwa hiyo hawa ndugu zangu sitakai kuongea nao Kiingereza ambao ni fasaha ili wasiweze kugundua kwamba mimi nina elimu ya juu. Basi akasema ndio hivyo. Sawa, sasa unafanya nini hapa? Eti nimekuja kuomba utusaidie, aisee tunateseka. Akamwambia rafiki yangu, jina yangu mimi naitwa Kapteni Chege. Mimi ni ofisa wa kijeshi. Kwa hiyo tatizo yako mimi sina na muda nao. Akasema tengeneza muda, jaribu kutengeneza muda ili tukio liweze kuisha katika kijiji hichi. Sasa unataka mimi nifanye nini? Unataka nikusaidie kivipi? Basi Dorcas akamwambia utusaidie, aisee. Utusaidie tunateseka. Basi akawa anamwambia nipe historia yako kwa ufupi. Dorcas akamwambia kwamba mimi ni yatima na nyumbani na dadangu ambaye ana miaka 23. Kwa hiyo leo mimi siendi popote hadi utusaidie. Basi Kapteni Chege akawa amemwambia Dorcas kwamba rudi nyumbani.
Rudi nyumbani. Basi Dorcas kama amwambia nikirudi nyumbani nitawaambia nini? Nitawaambia kwamba na wewe uwezi na upo kama hao wengine ambao wanaobaka wasichana hapo kijijini. Basi Kapteni Chege baada ya hapo akaona hii tukio inabidi nipate suluhisho. Basi akawa amemuita nani msaidizi wake ambaye anaitwa Private Chi. Basi akamwambia anataka kikosi muda huu hapa na kunahitajini ili tuweze kuongea kuhusu swala hii haraka sana. Basi baadaye Kapteni Chege akawa ameshakusanya kikosi chote, akawa anawaambia kwamba sisi tumekuja hapa kwenye issue nyingine, lakini issue ambayo ipo katika kijiji hichi ambayo inaendelea sio sahihi. Huyo jamaa Eric vitu ambavyo anavifanya havipo sahihi. Kwa hiyo inabidi tutetee kijiji hichi kiweze kuwa na amani, watu waweze kuishi kwa amani, kwa sababu kila siku wananchi wa kijiji hichi wanakuwa wakipaza sauti, wakiomba msaada hapa na pale, lakini hakuna kitu ambacho kinachoendelea zaidi ya matukio ya kijinga na kishenzi ambayo inaendelea katika kijiji hichi ya kubakaji. Umekaa kama ni ugonjwa na vitu ambavyo vinaendelea sio sahihi. Basi akawa amewapampo hapo, akawa amewapa motivation ili waweze kutatua tatizo hili wote kwa pamoja, kwa sababu Kapteni Chege peke yake tu hawezi kutatua tatizo hilo. Asubuhi yake sasa tunaona Afande Chege tayari ameshaingia na kikosi chake kwa huyu jamaa. Huyu hapa jamaa ndo nguli wa matukio ya ubakaji ambao anaenda kwa jina la Heriga. Anamwambia karibu rafiki yangu. Akamwambia huyu ndio kiongozi wa matukio ya ubakaji ambao yanaendelea katika kijiji hichi. Wewe ndo na gengi lako, kazi yako ni kuwabaka wasichana wadogo, kuwazalisha. Yaani wewe ndio unafanya matukio hayo ambayo sio mazuri kabisa katika kijiji. Afu upo huru unatembea huku na kule. Basi huyu jamaa Eriga akawa amemwambia unakuja hapa unipigia kelele, una watushahidi wowote, yaani uko kama hao wengine. Unaongea tu kwamba mimi nawabaka, nafanya matukio ya ajabu, lakini una chochote cha kuprove kwamba ni kweli mimi nafanya matukio. Akazidi kumwambia una ushahidi wowote ambao unaweza kudhibitisha kwamba eti mimi ndo nafanya matukio yao, na uwezo kanishika na uwezo kanipeleka popote Officer Chege. Kwa hiyo hauna uwezo wote ambao unaweza kufanya ili mimi niweze kuacha matukio haya, kwa sababu mimi nakujua wewe vizuri Officer Chege, na kutambua fresh kabisa, nakujua vizuri kwa sababu ulizaliwa na mama Mkenya na mbaba Mnigeria. Kwa hiyo najua vyote kuhusu sehemu uliozaliwa na kila kitu. Officer Chege kama amemwambia hivyo ni vitu ambavyo umegoogle, umetafuta kwenye internet, wewe mshenzi kweli kweli. Akasema sio hivyo, sijatafuta kwenye internet wala wapi. Kanali Peter ni rafiki yangu mzuri kabisa, yani nilikuwa nikifanya naye kazi sana, ni rafiki yangu mzuri kwa upande wangu. Officer Chege alivyosikia hivyo akashtuka kwanza, imekwaje? Basi Eric akazidi kumwambia unakumbuka wale nani askari wako 10 ambao walipotezaga kule kipindi kile? Ile tukio sasa mimi nimelijuaje? Basi alivyosikia hivyo Officer Chege akawa amechukia, amekasirika, kwa sababu ile tukio ambalo litokea kipindi kwa vitani ni tukio ambalo ni baya kabisa, na kila mara akiwa usingizini ile tukio aliishi kumtokea. Basi Eric akamwambia kwamba hata Kanali Peter hawezi akakusaidia kwa chochote, hawezi kusaidia kwa chochote kile. Basi Afande Chege akamwambia kwamba nakupa haya maneno kwa sababu vitu ambavyo vibaya unavyofanya katika kijiji hichi utakuja kulipia. Mida baadaye tumeona Kapteni Chege yupo na msaidizi wake ambaye ni Tia akawa anamwambia kwamba njia ambayo tuliamua kufuata ni njia hatari sana na sio nzuri hata kidogo. Kapteni Chege akawa anamwambia kwa hiyo wewe unajaribu kuoji maamuzi yangu ambayo niliyochagua. Mimi ni kapteni wako, na chochote nitakachokuambia inabidi ufuate. Hata nikwambia kwamba ruka, wewe inabidi tu niulize tu niruke kiasi gani kwenda juu. Akasema sawa, haina shida, lakini hata baada hapo sisi ni marafiki, na kitu ambacho nakwambia ni cha ukweli, kwa sababu Eriga ni mtu hatari sana. Kapteni Chege akamwambia kwamba mimi nitamkamata huyo Eriga, nitamkamata hata iweje. Basi Tina akamwambia utamkamata kiaje? Utatumia njia gani kumkamata huyu? Hii sio jukumu letu. Kwa nini tunaenda kimbele hivyo ili kuwasaidia wanakijiji hao? Na hii sio matatizo yetu. Inabidi mashirika ambao ya kusaidia watu, ya kusaidia binadamu ndio ifuatilie hii. Inabidi ifuatilie kwa sababu sisi hatuna mamlaka kufanya vitu kama hivyo. Baadaye tunamwona Kapteni Chege yupo na msaidizi wake ambaye ni T, wakiwa wanaongea na mwandishi wa habari ambaye alitoka mjini. Anasema inatakiwa tutafute ushahidi ambao uko strong, ushahidi ambao unaweza kumfunga huyu Heriga, unaweza kumpeleka jela. Kwa hiyo inabidi tufanye juu chini ili tuweze kupata huo ushahidi, na ikiwezekana aweze kufunga kifungo cha maisha. Tina yeye pia akatoa wazo, akasema kwamba inabidi tumtafute mtu ambaye hatakuwa anaoga kuongelea kuhusu Heriga. Kapteni Chege naye akasema kweli hiyo inabidi tufanye hivyo. Mida baadaye tunaona mwandishi wa habari ambaye ni Nasi akawa ameshafika nyumbani kwa kina Dorcas ili aweze kumhoji mtu ambaye alionekana kwamba ana uwezo wa kuongea. Basi Dorcas akasema huyu hapa ni dadangu anaitwa Martha, ana miaka mingi, kwa hiyo haongei, kwa hiyo mimi naweza kuongea kwa ajili yake. Sawa, haina shida. Basi akawa anaanza story kwamba ilikuwa ni muda kipindi dadangu alipokuwa primary school, kwa hiyo ndio matatizo ambayo yaliotokea.
Kwa hiyo mimi naweza kuongea kwa nafasi yake. Basi baada ya hapo kuona ambaye dada yake Anania Dorcas ni Martha, basi leo ameamua kuongea. Basi inabidi mwandishi wa habari achukue simu ili aweze kumrekodi kwa ajili nani waweze kupata ushahidi ambao unaweza kumfunga yule bwana Erica ukamwendesha nani jela kwa kifungo cha maisha. Basi huyu hapa nani Martha akawa anadisia jinsi nani anko wake nani ule Erica, kumbe tunakuja kugundua kwamba Erica ni anko wake na huyu hapa nani dada yake nani Dorcas ambaye ni Martha. Basi akawa anasema kipindi hicho Erica alikuwa akinipatia pipi, akinipeleka maporini, akinifanyia vitu ambazo sio sahihi. Basi alikuwa akienda Lagos, mimi ananiacha kwenye mapori, ananifanyia vitu ambavyo haviko sahihi. Siku moja alivyotaka kunibaka, basi akaamua kufanya lile tendo mbele ya wazazi wangu, akanibaka mbele ya baba yangu na mama yangu kwenye kitanda chao. Na baada ya hapo basi baba naye akawa ametizama, akaweza kuvumilia maumivu yale ambao Erica aliweza kufanya kitendo hicho. Basi baba aliamua kujiua kwa uchungu na kwa kutovumilia tukio ambalo lilitokea. Na baada ya siku kadhaa kupita, mama naye pia alifariki kwa ugonjwa. Ndio story ambao ule nani Edgar alikuwa akinifanyia, ule ambao ni anko wangu. Ndio tukio ambao mbaya alikuwa ananifanyia. Basi mwandishi habari naye akawa anachukua hapo habari ambao ni ya kusikitisha kweli. Na leo Martha aliamua kuongea yote hao kwa ajili ya Edgar ambaye ni anko wake akamatwe kwa ajili ya matukio yote mabaya ambayo aliyofanya na ambayo alikuwa akiendeleza pale nani kijini kwao. Basi mwandishi habari akawa amesikitika sana baada ya tukio hiyo. Baadaye tunaona Captain Chege yupo na yule mwandishi wa habari. Basi Captain Chege akawa ametoa smartwatch, akawa amempatia yule mwandishi wa habari, akamwambia unajua nini nitakufanya. Baadaye mida usiku tunamwona Erica akiwa anaendelea na usumbufu wake wa kubaka wasichana wa kijijini hapo. Basi leo alipata msichana ambaye ni mgumu, msumbufu, kishenzi yani. Kwa hiyo akawa mzingua hapo. Vipi? Mdao tunaona Captain Chege akawa ameshaingia hapo na kikosi chake. Basi akawa anamwambia Erica akamwambia kwamba karibu, mimi nasherehekea na furahia. Captain Chege akudalisha, akupoza damu. Basi akawa amemwambia kwamba yale maneno ambayo niliyokuambia sasa leo yanatimia, na leo nimekuja kukukamata kwa yote ambao ulikuwa ukiyafanya kila mara. Akasema umekuja kama wakati mwingine wa kujaga tu, una ushahidi wowote, kwa hiyo uweze kanipeleka mahali popote, una ushahidi wowote ambao unaweza kanifunga. Basi alivyosema pale tunamwona ule msichana anatoka. Tulivyoangalia vizuri ni ule mwandishi wa habari. Kumbe ule mwandishi wa habari ndo alikuwa anasumbuliwa kule chumbani na nani na Erica alikuwa anataka mbaki. I say. Baada hapo tunaona yule mwandishi wa habari akawa ametoa smartwatch. Kumbe ni game ambayo ilikuwa imechezwa kati ya Captain Chege na mwandishi wa habari. Hiyo smartwatch ndo ambao ina ushahidi sasa, ambao ushahidi unaweza kumfunga Erica aende jela. Ndio mchezo ambao mwandishi wa habari akawa amecheza na Captain Chege. Basi hapo tunasikia sauti ikisema kwamba wakamateni au wapelekeni. Basi wakawa wamechukuliwa Erica na kikosi chake chote wakawa wamefungwa. Walivotoka nje tunamwona Dorcas ambaye ni msichana ambaye alikuwa akifuatilia issue mwanzo hadi mwisho. Basi inabidi yeye ampe maneno yake. Basi tunaona hapa Dorcas akiwa anampa maneno makali sana Erica ambaye alikuwa akimsumbua, ambaye alikuwa amefanya matukio ya ajabu sana kijijini hapo. Kwa hiyo akamwambia kwamba matukio yote ambayo ulikuwa afanya ya ajabu ambayo sio nzuri, sio sahihi. Kwa hiyo na hakika kwamba utaenda kuilipia sasa. Ni muda wa kulipia sasa matukio ambayo ulikuwa afanya ukiwatesa watu. Erica, leo upo wapi? Leo ndo mwisho wako. Yote uliofanyia watu sasa hivi unaenda kuyalipia. Ya karibu kijiji hichi kufanya vitu ambavyo sio sahihi. Kuna watoto wamekosa wamama, kuna wamama hawana watoto hadi leo. Yote hayo yametokea ni kwa sababu yako. Basi Dorcas akaendelea kumpa maneno makali sana huyo hapa Erica. Basi Erica ameshakamatwa, ana chochote cha kuongea, ana chochote cha kusema. Lakini kwa saizi hiki kijiji kimeendelea kuwa na amani baada ya nguvu ya Captain Chege pia na mwandishi wa habari na huyo hapa binti Dorcas wamefanikiwa kumkamata Erica na kumpeleka jela. Ndugu mtazamaji, nadhani utakuwa umejifunza kitu. Kama ni mara ya kwanza katika channel yetu hii, usisahau kulike, kushare, kucomment na kusubscribe ili kwa baadaye uje upate tena kigongo kikali kutoka hapa Eko Recap. Bye bye.